Neno la Mungu linasema hivi, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Yaani nyenyekea chini ya mkono wa Mungu ulio na nguvu, ulio na uweza, wenye mamlaka yote, ndo maana ya neno uhodari. Alafu anasema ili awakweze kwa wakati wake. Yaani mnyenyekee kwa lengo gani? Ili Mungu awainue kwa wakati wake. Kukwezwa ni kuinuliwa, kupelekwa viwango vya juu, kupelekwa kwenye hatua ya juu zaidi. Kwa hiyo anasema nyenyekea kwenye mkono wa Mungu ulio na nguvu, ili akukweze kwa wakati wake yeye Mungu, sio kwa wakati wako wewe, kwa wakati wake yeye Mungu. Alafu anasema hivi, mstari wa 7, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote. Mnanyenyekea huku mkimtwika, mkimkabidhi yeye fadhaa zenu zote, yale mambo yote yanayowafadhaisha, sio machache au sio baadhi, yote, kila jambo ambalo linakufadhaisha. Anasema nyenyekea kwenye mkono wa Mungu ulio na nguvu, ili akukweze kwa wakati wake. Lakini pia mtweke, yani mpe yeye mafadhaisho yako yote, mambo yote yanayokufadhaisha mkabidhi yeye. Alafu anaendelea kwa kusema hivi, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Yaani Mungu anajishughulisha sana na mambo yenu na mambo yetu. Kama unakuwa na shida labda ya fedha, Mungu anajishughulisha sana na uhitaji wako wewe wa fedha, anatamani sana akupatie fedha. Kama una shida labda na magonjwa, Mungu anajishughulisha sana. Kitu chochote, mambo yetu yote ambayo yanatutesa, maandiko yanasema hivi, Mungu anajishughulisha sana. Wajibu wako ni kunyenyekea kwake. Unanyenyekea kwa maombi, kumtafuta yeye, kumjua yeye, kumtumikia yeye. Hizo ndo njia ambazo zinaonesha unyenyekevu wetu kwa Mungu. Alafu anasema tumtweke fadhaa zetu zote. Usibakize jambo lolote linalokufadhaisha. Watu wengi wanapenda kumzuga Mungu. Anaweza kuona kabisa kuna jambo fulani linamfadhaisha, lakini anamwekea mipaka Mungu, kana kwamba kuna Mungu ili hawezi kufanya, au ili ninaweza kufanya kwa nguvu zangu. No, Mungu anasema fadhaa zetu zote tumtwike yeye. Kama wanadamu wa dunia hii wakikutana na watu wenye mamlaka, waga wanawakabidhi fadhaa zao. Mtu anaweza kukutana na rais, anafunguka shida zake zote mbele ya rais, akitegemea atamsaidia. Basi Mungu wa mbinguni ni zaidi ya rais, ni zaidi ya waziri, ni zaidi ya mkuu yote wa nchi. Yeye ni mkuu sana na hodari sana. Anasema tumtweke